Asubuhi imepambazuka. Kijana mdogo aitwaye Bahati anatoka kwenye nyumba ya udongo iliyofunikwa na nyasi nzuri zilizokauka. Amevaa sare za shule tayari kuelekea shuleni. Bahati mjukuu wangu. Naam babu. Usikate tamaa mjukuu wangu. Ipo siku utafanikiwa kutoka kwenye huu maskini wetu. Mimi nikiwa hai, niko na wewe bega kwa bega hadi mwisho. Asante babu. Acha niwahi shule. Kila laheri mjukuu wangu. Asante babu. Wewe naomba daftari langu. Tukapulize basi. Hivi vijana mnasoma nini? Mimi sikuja shuleni. Shuleni kwa Bahati inaonekana mwalimu Matata anaingia darasani kwa sauti kali na kuwasalimia wanafunzi. Jambo wanafunzi. Wanafunzi wanatingishika kwa Jambo shikamoo mwalimu. Hawajafanya kazi ya mwalimu Matata. Marahaba, kaeni chini. Hebu kila mmoja weke daftari lake juu ya dawati. Anapita darasani na Bahati peke yake ndio alionekana kufanya kazi yake. Mwanafunzi anaitwa Bahati, hebu njoo nje. Bahati anaondoka na mwalimu Matata nje ya darasa. Mwalimu Matata na Bahati, wewe ni kijana mwenye juhudi sana. Nikikwambia utafanikiwa na utafika mbali. Endelea kufanya kazi kwa bidii na kuwa na nidhamu nzuri darasani. Sawa mwalimu, asante. Sawa Bahati, kila laheri. Sasa rudi darasani. Mwalimu Matata anamruhusu Bahati akaungane na wenzake darasani. Anaporudi nyumbani, njiani Bahati anakutana na marafiki zake wawili, Chedi na Kibisi. Sema jamaa na kelele sana. Kazi za shule unafanya peke yako. Hela mzee. Wewe Chedi, mwache mwenzio. Kama hutaki shule basi endelea kucheza kamari. Mwache Bahati asome. Tumwache vipi? Kila siku anatuzidi sisi tu. Tunabaki kama wanawake wakati wananunua nguvu tupo hapa. Chedi, una sifa kwa kidume. Vidume vyote vinafanya kazi kwa bidii. Masnitch nyie. Mnaniacha mwenzio mkifanya kazi kwa bidii. Kwa kweli mzee Masumbuko. Nyumbani kwao Bahati, baba Masumbuko anapata mgeni mzee Kaduguru. Wanaonekana wakizungumza. Kwetu hatuhitaji elimu tena. Mzee Kaduguru bwana, naona unaleta mambo yako ya kale. Sasa hivi elimu ni ufunguo wa maisha. Usisahau hilo. Elimu yenyewe imeletwa na Wakoreani. Sasa hivi elimu haisaidii kitu. Bahati anakatiza mazungumzo yao akisema kwa upole. Babu, nitaingia ndani kumalizia kazi zangu. Asante kwa ushauri wako. Usiwe na shaka mjukuu wangu. Kama nilivyosema, niko na wewe bega kwa bega. Na kisha kuingia ndani. Naona babu na mjukuu mnafarijiana. Kweli mzee Masumbuko, ngoja niwahi niweze kung'atwa na nyoka bure kisa ujinga wenu huo. Shuleni kwa Bahati leo anaonekana Bahati akiwa peke yake darasani akiwaza kwa kina. Lakini ipo siku nitafanikiwa. Ni lazima niuoneshe ulimwengu kuwa inawezekana. Hakuna kinachoshindikana.
Baada ya kukaa kwa kitambo, Bahati anaamua kuinuka na kuondoka darasani akiwa na azma kubwa moyoni. Bahati akielekea nyumbani anakutana na marafiki zake Chedi na Kibisa wakiwa na huzuni. Jamani, kuna usalama ndugu zangu? Mbona mpo kinyonge hivi? Masomo yanachosha. Nimwambia Kibisa tuache tu tukapige kokoto kama wale watoto wa mama. Jamani, tusikate tamaa. Ni swala la muda tu. Tunaweza. Cha muhimu ni kwamba tuongeze bidii. Cha pili tufanye vizuri kwenye mitihani yetu. Tutafanikiwa tu. Hayo mengine tumwachie Mungu. Kweli Bahati, tuendelee kusoma kwa bidii. Bahati ukifanikiwa tatuajiri sisi. Kijijini na Mtumbo, barabara ya kuelekea shuleni, linaonekana gari zuri la kifahari linaingia shuleni kwa Bahati. Anaonekana Mwalimu Matata na wageni wakizungumza nje ya darasa. Wageni hao wanaingia darasani wakiongozana na Mwalimu Matata. Mwalimu Matata anawasalimia wanafunzi na wanafunzi wakiitikia na kufurahia wageni hao. Huyu ndio kijana pekee anayefanya vizuri na pia ana nidhamu njema darasani. Hongera sana Bahati. Tumepata taarifa zako na tunahitajika kuendelea zaidi. Uko tayari? Ndiyo. Sina shaka kabisa. Aisee, hongera kijana aisee. Wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanajituma sana. Aisee, umepata nafasi ya kwenda Marekani kwa ajili ya mafunzo zaidi. Serikali ya Tanzania imepata nafasi ya kupeleka wanafunzi kadhaa Marekani kwenda kusoma mafunzo haya ya sanaa na sayansi zaidi, teknolojia. Tunatarajia wewe uwe wa kwanza miongoni mwa wanafunzi wetu kutufikisha mbele kitaifa. Asante. Ndiyo, sina shaka kabisa na naahidi nitakapofika huko nitasoma kwa nguvu zangu zote ili msijutie kunipa nafasi hii. Asanteni sana. Jiandae, safari inaanza Jumatatu. Nyumbani kwa Bahati, anaonekana Bahati raia na babu yake. Walisema yao sasa wamekuwa. Hongera sana mjukuu wangu. Baba yako mwenyewe hajawahi kupanda ndege. Babu yako sijawahi kupanda ndege. Lakini mwanangu, juhudi zako za elimu zimekupeleka mpaka nje. Hongera sana mwanangu. Mzee Kaduguru na ndiye atanikoma. Alizani na mjukuu mchezo. Mjukuu wangu shababi bwana. Hongera sana mjukuu wangu. Safari ya Bahati kuelekea nchini Marekani imewadia. Miaka 5 baadaye, Bahati anaonekana akirejea jijini kwao akiwa amevalia mavazi mazuri, akishuka kutoka kwenye gari la kifahari, watu wa kijijini wakimpokea na kushangilia kwa furaha.